Kilichowakuta baada ya kuchoma nyumba ya mchawi wa kijiji. Kijiji cha Bukombe kilikuwa kimetulia kwa miaka mingi, lakini kulikuwa na jambo moja tu lililofanya watu waishi kwa hofu. Mzee Chilo, mchawi wa kijiji, alikaa kwenye nyumba ya zamani pembezoni mwa msitu. Watu walisema anaongea na mizimu, lakini wengine wakasema anaroga watoto wa watu na ndiye chanzo cha kila balaa kijijini. Kuanzia watoto wagonjwa hadi mazao yaliyokauka ghafla. Lakini siku moja vijana 5 waliamua kutenda ujasiri wa kizembe. Walikuwa wamelewa ujasiri baada ya pombe ya kienyeji: Tindo, Baraka, Mocha, Sefu pamoja na Duma. Wakapanga kwenda usiku kuchoma nyumba ya mzee Chilo, wakiamini wanatokomeza uchawi kijijini. Tukimaliza leo, kesho kijiji kitaishi kwa amani. Hiyo ni sauti ya Tindo, ambayo ilikuwa ni sauti ya kibabe. Walifika kwa siri usiku wa manane, wakaizunguka nyumba ya mzee Chilo, wakamimina mafuta ya taa na kuwasha moto mkubwa. Wakati nyumba inateketea, hawakusikia kilio wala sauti ya mtu. Kimya kilitawala. Moto uliteketeza kila kitu. Au ndivyo walivyodhani. Kesho yake kijiji kilifurahi. Kwa mara ya kwanza watu walitembea kwa amani bila kuogopa kivuli cha mzee yule, lakini furaha yao haikudumu. Usiku wa pili, Duma alianza kuota ndoto mbaya. Akaona nyumba ya mzee Chilo ikiungua tena, lakini sasa alikuwa ndani akiwashwa moto polepole. Alipoamka alipata vidonda vya moto mwilini. Alihisi, hakujua ni ndoto ama ni kweli. Siku iliyofuata Sefu alipata wazimu wa ghafla. Akaanza kuzungumza peke yake, akimuita Chilo, msamee. Hali yake ilizidi kuwa mbaya hadi akipelekea kwa mganga wa mbali, lakini kila mganga alikataa kumgusa. Baraka alipotea. Aliondoka nyumbani usiku bila viatu, akaacha mlango wazi. Mwili wake hakupatikana kamwe, ila viatu vyake vilipatikana karibu na mahali nyumba ya Chilo ilipokuwa. Mocha, kijana aliyekuwa hodari zaidi, alipatwa na ugonjwa wa ajabu. Mwili wake ulianza kuoza taratibu, akiwa hai kama anateketea ndani kwa ndani. Alilia, akatubu hadharani, lakini hakuna aliyeweza kumsaidia. Sasa aliyebaki alikuwa ni mmoja tu, Tindo. Akiwa na hofu, alikimbilia kwa mzee mmoja aliaminika kujua mambo ya rohoni. Alipotelea yote, mzee alimtazama na kusema, kile mlifanya hakikuwa ushindi, kilikuwa kuvunja mkataba wa giza. Uliwasha moto juu ya jina lililolindwa na mizimu ya kale. Hukumu imeanza, lakini bado unaweza ukaishi. Tindo alipewa masharti magumu. Arudi kwenye kijiji, achimbe kwenye magofu ya nyumba ya mzee Chilo na azike vitu alivyokabidhiwa: kipande cha shanga, udongo wa kaburi na damu ya kuku mweusi. Lakini alipoanza kuchimba, ardhi ilitikisika na sauti ikatoka ardhini ikisema, ulichowasha kilikuwa mwanzo, sasa usiku hautalala tena Tendo. Siku hiyo alikimbia kichaa, na tangu hapo Tindo hakupatikana tena. Lakini maneno ya mwisho yalisemekana yakisema, kijiji cha Bukombe kimebaki kimya hadi leo, na mtu yeyote anayepita karibu na eneo la nyumba iliyochomwa husikia sauti ya watu wakilia ndani ya moto.
Wenyeji hawasemi tena jina la Chilo kwa sauti, kwa sababu wanajua moto wa laana bado haujazimwa. Jina langu naitwa Charles na hii ni Charles the Storyteller. Shusha comment yako hapo chini ili tuweze kwenda sambamba na wewe.